Alipoingia chooni kidogo alijisaidia haja ndogo. Nikasikia analalamika. Wakati nimeenda nataka kumtawaza akapiga kelele. Akaniingizia kitu yake. Nikalala nikaamka. Akanipita akaniweka na tochi. Mtazamaji wa Tesha Eye, ni Arusha tena. Ni kwa nini Arusha? Binti mwenye umri wa miaka 3 aliyekuwa anasoma katika moja ya shule maarufu jijini Arusha, inadaiwa mwishoni mwa mwaka jana alibakwa na dereva aliyefahamika kwa jina maarufu kama Babu Kipara, ambaye alikuwa anaendesha basi kwa kuwachukua asubuhi na kurejesha jioni. Tukio hilo licha ya kutokea mwishoni mwa mwaka jana, lakini mpaka hivi sasa miezi zaidi ya 7 kuelekea 8, hakuna matumaini ya binti huyu kupata haki. Mtoto huyu anasimulia namna alivyofanyiwa kitendo hicho katika gari la shule, lakini bibi anasimulia namna ambavyo alimpokea binti huyo jioni hiyo kwa kuchelewa, tofauti na ilivyo kawaida, na hadi kugundua baadaye kwamba mtoto ameingiliwa. Mimi ni France Alfred Simon Sengelela Teresia Tesha, na hii ni Tesha Eye. Kipara akanipita, akanilaza, akafunga madirisha yote, akanivua chupi. Sasa hiyo mko wapi? Ni ndani wapi? Gari. Gari ya shule. Akakwambiaje? Akaniingizia kitu yake. Nikalala nikaamka. Akanipita akaniweka na tochi. Akasema kisema atakatakata vipande vingine atupe porini. Na wewe ulipokuja ulimwambia nani? Bibi. Alikuwa na miaka 3 na miezi 10. Mwaka jana mwezi wa 10 nikaamka asubuhi nikamwandalia mtoto. Saa 1:15 wanachukuliwa katika kituo ambacho kiko karibia na nyumbani tu, barabarani kama mlivyotokea. Nikampeleka, kuna gari ya shule basi school inakuja kumchukua baby class. Nikaenda nikamkabidhi, kuna dereva anayemchukua mtoto akiwa na mwalimu. Nikawakabidhi mtoto asubuhi pamoja na mtoto wa jirani yangu, huwa wanachukuliwa wote hapo barabarani. Na huwa tunawakabidhi na saa ya kurudisha lazima watukabidhi mkononi. Siku hiyo wakaondoka, wameenda shule, wakachelewa kurudi. Walipochelewa kurudi, mimi niliwahi barabarani, saa 10:10 ndo analeta. Nimekaa barabarani mpaka kwenye saa 10:20 mwenzangu akaja, ambapo ni mama wa Ivona, mtoto anaitwa Ivona. Ambaye wanasoma naye baby. Mama yake alivyokuja, mimi na mgonjwa hapa, nikamwambia nawahi nyumbani, nimeacha gesi wazi. Kwa hiyo wewe endelea kusubiri watoto. Akaniambia sawa mama, maana kisha kuja mmoja tunamwacha mmoja akisubiri watoto, mwingine anaweza akaendelea tuna shughuli zake, wanaletwa wote na ni jirani hapa. Niko nyumbani, akanipigia simu akaniambia mbona saa zimeenda mama, watoto hawaji, hebu mpigie yule driver simu, muulize watoto wako wapi. Basi nikampigia driver simu. Driver akaniambia watoto wako na yule dereva mwingine mzee, mimi leo siko nao. Nikaambia naomba namba yake, akaniambia naona ngoja nimpigie. Akampigia. Alivyompigia nimekaa sikupata majibu. Nikampigia dereva mdogo, nikamuuliza dereva, mbona wewe watoto hawaji? Akasema mama, nimeshawapigia, watoto wako njiani wanakaribia. Tumekaa mpaka saa 12 kasoro kama dakika 25.
Na kwa kawaida huwa anafikaga saa ngapi nyumbani akitoka? Ni saa 10, ikifika na dakika 20, labda saa 10:30 lazima wawe hapa. Saa 10 na dakika 20 wanakuwa hapa. Basi nikawa nimempigia huyu mama, nikamwambia watoto wanakuja. Yule mama akasubiri, akaona hawajaja, akaniambia nakuomba, ni mtoto wangu yule, sio mama, ni mtoto, kwa sababu huyo mtoto ni mtoto wake wa pili. Basi akaniambia mimi naondoka naenda kazini, ni mwanajeshi. Naondoka naenda kazini. Kwa maana hiyo naomba uje tena huku barabarani mama, uje uangalie watoto. Basi mimi nikamwambia sawa mwanangu, nikatoka. Nilivyotoka, nimetoka tu hii hapo barabarani kidogo hapo, na yeye akatokea kwake, ni upande wa hizo nyumba mmeona hapo. Mtoto wake, msichana wake akatokea huko, tukakutana kama njia panda. Akasema dada kanipigia, nikapokea watoto, na mimi nikamwambia na mimi hivyo hivyo kanipigia, watoto wamechelewa kweli, hatujui ni sababu gani. Basi tukaondoka. Wakati tuko njiani kidogo, tukakutana na huyu mama narudi kwa ajili ya kazini. Tumetembea, tumefika karibia tu, hata nitawaonyesha. Basi tukamwona yule driver amekuja. Hiyo ni saa 12 kasoro dakika 10. Driver mdogo au mkubwa? Babu, wanamuita Anko Kipara, watoto wanamjua kwa Anko Kipara. Nikamwona amekuja, nilikuwa sijamzoea sana machoni huyo babu. Nikaona amekuja, wakapaki gari. Huyu mwenzangu alikuwa ametangulia kidogo, huyu mtoto ambaye tulienda naye alikuwa ametangulia kidogo. Yule baba akaja akasimamisha gari, akapaki sehemu hivi kwa akaziba hii barabara ya kwetu kabisa vizuri. Akaiblock, akatoa watoto kwenye gari haraka haraka, akawashusha, akaingia kwenye gari, akakimbia. Tukashangaa kwa nini huyu babu leo, huyu driver leo hatukabidhi watoto, anaacha watoto wadogo hivi barabarani, na kwa kawaida tunakabidhiwa mkononi. Sikupata majibu. Tukaja na watoto, tukafika nyumbani, mwenzake akaenda kwake, na sisi tukaja hapa kwetu. Kama mnavyoona nikishakuja nafunga, huwa hakuna mtu kutoka kuingia, lazima nijue ni nani. Nilipomfikisha nikampa matunda, nikamnawisha mikono, maana sikuweza kumwogesha maana saa zilikuwa zimeenda sana. Nikampa matunda, akala kidogo, akashindwa, akaniambia naenda kulala. Akaenda kulala. Kwenye saa 2 hivi ameamka. Namwamsha sasa ale chakula, nimwandalie vizuri ili kwa ajili ya chakula cha jioni, cha usiku. Akaingia bafuni. Alipoingia chooni sasa, alipoingia chooni kidogo alijisaidia haja ndogo. Nikasikia analalamika. Wakati nimeenda nataka kumtawaza, akapiga kelele. Nikamuuliza kuna nini? Mbona unapiga kelele huku? Akaniambia siwezi kusema. Nikamtoa. Nilivyomtoa nikamleta kwenye kiti, nikamwangalia vizuri, sehemu ni nzuri, nikamwangalia. Nikakuta kuna uchafu wa uumeni kwa mwanaume. Mimi ni mtu mzima, nashindwa kutamka ni watoto. Nikakuta yale mauchafu yamejazana huko, mtoto amechubuka sehemu yote ile asiri, mpaka sehemu ile ya haja kubwa amemchubua kwenye mashavu kule, na ndani shimo limetanuka sana. Basi kwa wakati huo hujamtawaza wala kumwogesha? Nilikuwa sijamtawaza. Basi nilikuwa na mamangu hapo ndani, mzee lakini sio mzee sana. Basi nikampigia mwalimu. Kwanza nikampigia mama, amebakwa. Naona mtoto ameshabakwa, yuko mauchafu kila kitu, na wamechelewa hivyo, kweli mtoto kaja amebakwa. Kamwambia angalieni na huyo wa kwenu, maana huyu wa kwangu si salama. Akaenda akapiga simu, maana alikuwa kazini. Alipopiga simu wakamkagua kwao, bado wakanirudia wakaniambia huyu yuko vizuri, hana shida. Basi tukawa tumeachia hapo mimi na huyo mama. Nikampigia mwalimu wa shule. Mwalimu wa shule nikamwambia yule wa asubuhi niliyomkabidhi, mbona mtoto kaja ameumizwa kiasi hicho, sehemu za siri, amebakwa, amefanywa ukatili mkubwa sana. Ukatili ni mkubwa sana. Pole. Mtoto wa
10. Sasa mlikuja mkajuaje amebakwa? Mlikuja mkathibitishaje kuwa amebakwa? Basi mwalimu ndio wakaniambia usimpeleke, mpeleke hospitali. Nikamwambia simpeleke hospitali, ni kesi ya dokta. Maana nimewakabidhi mtoto akiwa mzima, nimechukua ridhaa ya kuwakabidhi mtoto mkiwa kama wazazi, mlezi akiwa kama mteja wenu anaowaingizia kipato. Sasa mmenirudishia mtoto wa namna hii. Kwa sababu gani? Ukatili mkubwa namna hii, udhalilishaji. Akaniambia mama, usiende polisi, mpeleke hospitali. Nikaambia hapana, lazima kutakucha usiku, usiende hospitali. Asubuhi wakaniwaisa asubuhi hapa, twende shule. Tukaongea na mwalimu mkuu wa saikolojia. Kwanza nikawa nimempiga yule mtoto picha sehemu zake za siri. Nikawaonyesha, nikaambia angalieni mtoto. Akasema hamna mtu anaweza kumfanyia kitendo hicho, twende kule shuleni. Tukaenda kule shuleni. Yule mama ananiambia eti itakuwa ni bembea imemuumiza. Kwa hiyo hamkufanikiwa kwenda hospitali? Tunaenda hospitali sasa. Ndio akaniambia achana na hii kitu, ni bembea. Nikamwambia hii sio bembea. Mimi ninachotaka naenda hospitali. Wakaniambia twende private, nikamwambia private siendi. Naenda Mount Meru. Basi akaniambia kutakuwa kumejaa sana, nikamwambia hakuna shida, mimi nitaenda. Ndio tukaenda Mount Meru Hospital. Dokta akamuona, tukachukua, kabla ya hapo tukachukua PO3 pale pana PO3, pana chumba cha polisi. Tukachukua PO3, tukampeleka mtoto kwa Dr. Mwafifi. Dokta akampima mtoto. Alipomfunua akamwangalia, yule dokta alitoa machozi. Akaniambia mama, kana mtoto vizuri akueleze mtu aliyemfanyia hiki kitendo kibaya namna hii. Usilie mama, pole. Pole sana, usilie. Basi nikamwambia sawa, wakamwandikia dawa. Tuko na yule mwalimu wa kike huko shuleni kwao, kumbe yeye ananisanifu tu. Kitu anachoniambia nisirudishe PO3 wala nini. Mtoto akaandikiwa dawa za kuzuia maambukizi ya virusi. Akatumia mwezi mzima. Na alikuwa anakunywa kwa shida, zile dawa ni ngumu sana. Kutumia ni ngumu. Basi akaendelea, maana alikuwa anakojoa kila dakika, anajikojoa kila dakika. Basi nikachukua zile dawa, tukaja PO3, dokta akaandika kila kitu. Nikairudisha polisi Central wakaniambia, akaongea na nafikiri kitengo cha jamii, ustawi wa jamii. Wakatuambia njoo kesho yake, tukaambiwa tuje Murieti kituo cha polisi. Tukaja Murieti kituo cha polisi. Yaani sisimami kabla hata siku kesho yake. Siku hiyo nilipotoka hospitali nikapitia kwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Paul Makonda. Nikamkuta anatoka, alikuwa na kazi nyingine. Akamwambia yule wa chini yake, nafikiri anaitwa Dasi, akamwambia msikilize, pamoja na dada mmoja Liliani, aliniambia jina lake Liliani. Akatusikiliza mtoto, akawaeleza kila kitu kilivyokuwa. Basi tumekaa pale mpaka saa za dawa, ilikuwa ni saa 10. Ikafika mtoto kanywa dawa tambele yao. Basi wakaniambia wewe nenda, kinachoendelea utatuambia. Polisi, mtu akamatwe, hakukamatwa. Amekaa mwezi mzima. Tarehe 18 kama ile ambaye yeye alimbaka tarehe 15. Tarehe 18 mwezi uliofuata wa 11 ndio alienda kukamatwa. Alipotafutwa mtuhumiwa ambaye ni Babu Kipara aliyekuwa anaendesha, ambaye anatuhumiwa kumbaka mtoto huyo, hapa anajitetea. Kweli. Sio kweli. Sio kweli. Sio kweli. Hamna kitu kama hicho. Ngoja nakurudia. Niko mahali kwenye kelele, ndio maana kwa subiri.